Watu wengi huamini kwamba ili kushinda hoja au kuwashawishi wengine lazima uwe na maneno makali, sauti ya juu au hoja nzito sana. Lakini ukweli ni huu: mara nyingi sio nguvu ya hoja inayoshinda, bali ni namna unavyoifikisha. Kumfanya mtu akubaliane nawe sio suala la kubishana, ni sanaa ya kuelewa jinsi akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Na leo utaenda kujifunza mbinu 6 za kisaikolojia ambazo zinaweza kubadilisha kabisa mazungumzo yako ya kila siku. Hebu tuanze na mbinu rahisi lakini yenye nguvu sana. Kanuni ya ndio. Akili ya binadamu ina tabia ya kuendelea na mwelekeo ule ule iliyoanza nao. Ukishaanza kukubaliana, inakuwa rahisi kuendelea kukubaliana. Sasa fikiria hili. Ukianza mazungumzo kwa kuuliza maswali ambayo mtu hawezi kuyakataa kirahisi, kama je, sote tunataka kuona maendeleo na tunataka kutumia muda wetu vizuri, sivyo? Mtu atasema ndio bila hata kufikiria sana, lakini kinachotokea ndani ya akili yake ni kikubwa zaidi. Anajiweka kwenye hali ya kukubaliana. Hivyo unapokuja na wazo lako kuu baadaye, halionekani kama jambo geni, bali linaonekana kama muendelezo wa yale aliyokwisha kubaliana. Hii si kulazimisha, ni kuongoza mazungumzo kwa ustadi. Sasa tuangalie mbinu ya pili, ambayo ni jinsi unavyopanga ujumbe wako. Ukweli mmoja wa msingi kuhusu akili ya binadamu ni huu: watu huogopa kupoteza kuliko wanavyofurahia kupata. Hii ina maana kwamba ujumbe wako utakuwa na nguvu zaidi ukionyesha kile wanachoweza kupoteza. Kwa mfano, ukisema, tukifanya hivi, tutaokoa muda. Hii ni nzuri, lakini haina msukumo mkubwa. Lakini ukisema, tukiacha kufanya hivi, tutaendelea kupoteza saa 2 kila siku bila sababu. Hapo unagusa hisia zao moja kwa moja. Unafanya tatizo lionekane la haraka na la kweli. Na watu huchukua hatua haraka zaidi napohisi kuna kitu kinapotea. Mbinu ya 3 ni ya kimya, lakini ina nguvu sana. Inaitwa mirroring au kuiga tabia. Kila binadamu anapenda kujihisi yuko salama na anaeleweka, na mojawapo ya njia rahisi ya kufanya hivyo ni kufanana na mtu unayezungumza naye. Kama anaongea kwa utulivu, nawe punguza kasi ya sauti yako. Kama anakaa kwa mtindo fulani, unaweza kuiga kwa kiasi bila kuonekana wazi. Hii haimaanishi kumuiga moja kwa moja kama kioo, hapana. Ni kufanya kwa upole na kwa heshima. Kinachotokea ni kwamba akili yake inahisi huyu mtu yuko kama mimi. Na pale mtu anapohisi hivyo, anaanza kukuamini zaidi, anakusikiliza zaidi na anakubali mawazo yako kirahisi zaidi. Mbinu ya 4 ni neno kwa sababu. Sasa kuna neno moja dogo lakini lina nguvu kubwa sana. Kwa sababu. Akili ya binadamu inapenda vitu vilivyo na mantiki. Inapenda kujua kwa nini. Hata kama sababu si kubwa sana, uwepo wake tu unafanya ombi lako lionekane la maana. Kwa mfano, naomba unisaidie hii. Hapa mtu anaweza kusita. Lakini ukisema, naomba unisaidie hii kwa sababu ninahitaji kumaliza haraka, ghafla kuna mabadiliko. Akili yake inahisi kuna sababu ya msingi na upinzani unapungua. Hii inaonyesha kwamba si kila mara unahitaji sababu kubwa, unahitaji tu sababu inayoeleweka. Mbinu ya 5 ni ya kiakili zaidi: kuwapa watu chaguzi mbili. Tatizo la kuuliza swali la moja kwa moja kama unakubali au hapana ni kwamba unampa mtu nafasi ya kukataa kabisa. Lakini ukibadilisha swali, unamwongoza kuchagua badala ya kukataa. Kwa mfano,
tuanzie Jumatatu au Jumanne. Hapa akili yake haifikirii tena kama hakubali au akatae. Inafikiria ni chaguo gani bora kati ya hizo mbili, na zote zinafanya kila unachotaka. Hii ni mbinu ya kuongoza bila kulazimisha. Mbinu ya 6 ni kanuni ya asili kabisa ya binadamu: kulipa fadhila. Mtu akifanyiwa jambo jema, hata kama ni dogo, ndani yake anahisi kuna deni fulani. Inaweza kuwa sifa ya kweli, msaada mdogo, au hata kumsikiliza kwa umakini. Unapofanya hivyo kwanza, unajenga uhusiano, na baadaye unapohitaji kitu, inakuwa rahisi kwake kusema ndio. Si kwa sababu unamlazimisha, bali kwa sababu anajisikia anataka kurudisha kile ulichomfanyia. Mbinu hizi zote zina nguvu kubwa sana, lakini kuna jambo muhimu zaidi ya yote: nia yako. Ukizitumia kwa udanganyifu, watu watagundua, lakini ukizitumia kwa heshima, uaminifu na nia njema, zitakusaidia kujenga mahusiano bora zaidi. Kwa sababu ukweli ni huu: watu